napenda nikurudishe nyuma ambapo tulipoweza kuishia, ambapo tunamuona kijana wetu Jabari pamoja na Christina waliweza kuongozana moja kwa moja, ambapo Jabari huwa anaishi bwana. Kitu cha kwanza, hakikisha una like, una comment, una share video hii kwa wale wote unaowapenda. Baada ya kufika sebuleni, alikuwepo bibi yake Jabari pamoja na mdogo wake wa kike ambaye anaitwa Maisha. Ghafla bibi alianza kuongea, hivi huyu mzungu amefuata nini hapa nyumbani kwangu? Jabari akawa anahitaji kuweza kumtambulisha, lakini kitu cha ajabu alikuwa hata hamjui jina lake, hivyo alikuwa anaongea kidogo kidogo sana. Maisha pamoja na bibi walibaki kushangaa kweli. Bibi akasema, haya ni mambo ya ajabu kweli, yaani unamletaje mtu ambaye haumjui hata jina lake? Hivi huyu mtu akija kuniibia nyumba yangu utasemaje? Maisha akasema, bibi, huyu mzungu hawezi hata kuiba hiyo nyumba. Jabari ilimbidi aanze kumtambulisha mgeni wake, ameweza kupata matatizo, hivyo basi naombeni hawezi kulala hapa, kisha asubuhi ataweza kuondoka. Ghafla aliweza kuingia pacha wake na Maisha, ambaye huyu alikuwa anaitwa Willy. Alimuuliza pacha wake, huyu ni nani? Maisha akajibu, huyu anaitwa Christina, ni rafiki wa Jabari bwana. Kisha Willy akajitambulisha kwa Christina. Baada ya hapo Jabari akasema huyu Christina ataweza kulala hapa kwa Brighton, sababu hataweza kurudi leo. Baada ya Jabari kumaliza kumtambulisha Christina, bibi alibaki kumtazama tu mjukuu wake. Kisha Christina akawa anajitambulisha kwamba yeye anaitwa Christina, ametokea huko Marekani bwana. Basi baada ya kumaliza, Christina alimnong'oneza Jabari kwamba anahitaji kuelekea chooni. Basi Jabari hakuwa na namna, alibidi moja kwa moja ampeleke choo kilipo bwana. Baada ya kufika mlangoni, akamfungulia mlango kisha akamwonyeshea choo kilipo. Kisha Jabari akawa amebaki mwenyewe pale, akawa ameweza kuondoka zake. Usiku ulipowadia, kila mtu alikuwa tayari ameshaweza kulala, hususa jamaa wetu Jabari akiwa amepumzika kwenye kochi. Wakati huo Christina akiwa bado yupo macho, usingizi ulikuwa upandi kabisa, alionekana mwenye mawazo makubwa sana. Hapa ndipo Christina alikuwa anamkumbuka mchumba wake ambaye anaitwa Arthur, ambaye Arthur alikuwa amepanga kuweza kumchumbia Christina hivi karibuni. Ghafla wakiwa wanaendelea kula lomathi, ghafla alistuliwa na bwana Daniel ambaye alikuwa ni mmiliki wa hoteli hiyo, lakini pia bwana Daniel ndio alitakiwa kuwa msimamizi wa ndoa yao ya wote wawili. Basi hapo akapiga makumbato fulani hivi. Bwana Arthur akawa anamshukuru sana bwana Daniel kwa sababu yeye ndio kila kitu kwa wakati huo. Wakati Christina akiwa anaendelea kujigeuza kitandani akiwa anakosa kabisa usingizi, ghafla alimsikia bwana Jabari akiwa anazungumza kwenye simu kwamba ameweza kupigiwa simu kutokana na abiria wake ambaye anahitaji aweze akamchukue usiku huo. Basi bwana Jabari alivaa nguo zake pale, kisha baada ya kumaliza kuvaa akawa anavaa zake viatu, akamuona Christina bado yupo macho. Kisha akamuuliza Jabari, bado hujaweza kulala mpaka sasa hivi? Christina akamwambia, hapana, sina usingizi kwa sababu kuna mchumba wangu ambaye naendelea kumkumbuka. Jabari akamwambia, kumbe una mchumba? Akamwambia, ya ni naye, lakini kiukweli kuna kitu ambacho kinanichanganya juu yake. Jabari akamwambia, okay basi ngoja nikirudi tutakuja kuzungumza zaidi. Sasa wakati Jabari akiwa anaendelea kuvaa zake viatu, akampatia kitambaa chake ili Christina aweze kujifunika kutokana na mbu. Kisha akamwambia kwamba tutaweza kuonana kesho asubuhi, ngoja nikatafute pesa usiku huu. Basi Jabari alimaliza kujiandaa na akaamua kuondoka zake. Bado tupo katika jiji la Dar es Salaam, jiji lenye mataa na utapeli mwingi kishenzi yani. Jabari alielekea kule sehemu ambapo alipoweza kupigiwa simu, alibeba mzigo moja kwa moja na kupeleka ile sehemu ambao ulistahili mzigo ule kuweza kufika bwana. Baada ya Jabari kuweza kushusha mzigo ule, alilipwa pesa na yule mtu ambaye aliyeweza kumpatia oda. Kisha Jabari alipanda kwenye pikipiki yake na kuondoka zake moja kwa moja mjini alipotoka kabisa yani. Asubuhi na mapema tukiwa tunaendelea katika nyumba ya kina Jabari, ghafla narudi Brighton akiwa amelewa kishenzi yani. Asubuhi hii akiwa amefika na akajitupa moja kwa moja kunako kitanda bwana. Baada ya Brighton kuweza kujitupa,
akiwa Tina aliweza kuhisi kama kuna mtu yupo upande wa pili kwenye hicho kitanda, lakini pia Brighton pia alianza kuhisi kama kuna mtu ambaye ameweza kulala naye kwenye hicho kitanda chake bwana. Brighton aligeuka kwa kuwa alikuwa bado yupo kwenye usingizi wa pombe, alimkumbatia Christina. Christina akashangaa na akawa anajiuliza ni nani huyu, kisha akaweza kumpiga kikumbo. Kila mmoja akaanza kumuuliza mwenzie, "Wewe nani? Wewe nani?" Ghafla Bibi Sala aliweza kutokea, kisha akawatuliza wote wawili kutokana kila mmoja alikuwa anamsema mwenzie bwana. Kisha Bibi Sala akaanza kusema huyu ndio Brighton, mdogo wake na Jabari, lakini pia huyu ni Christina, ni rafiki wa kaka yako pia. Basi Bibi Sala akawa ameweza kukaa pale. Brighton akawa anajaribu kumuuliza bibi yake kama kuna chakula chochote ambacho kimeweza kubaki kwa sababu anasikia njaa sana. Wakati huo Christina alikuwa ameshika simu ya Brighton na huku alikuwa akijaribu kuingiza namba fulani kwa ajili ya kumpigia boyfriend wake, huenda labda ataweza kumpokelea bwana. Wakati huo Bibi Sala alijaribu kuzungumza na wajukuu zake kwamba mnatakiwa muwe makini sana na akili zenu ziweze kufanya kazi, hasa wewe Brighton, kwa sababu muda wote wewe ni mtu ambaye unapenda sana kunywa pombe na unajua kabisa mimi bibi yako hali yangu sio nzuri kiafya. Wakati huo tukiachana na upande huo, tukihamia upande huu wa kijiweni, hapa tunamuona Makole. Makole alikuwa anajaribu kumshawishi Jabari kwamba yani mtu wangu unaonekana kabisa umefall love kwa ule mzungu mwanangu, na pale nyumbani kwenu kumla yule itakuwa ngumu sana, kama vipi njoo naye nyumbani kwangu mimi alafu nitakupa geto uweze kukaa naye uweze kumdinya. Wakati huo Makole akamwona ule demu wake ambaye alikuwa anapita na taksi. Makole akaacha andazi lake moja kwa moja. Makole alipanda kwenye pikipiki yake kwa ajili ya kwenda kumfukuzia yule dada. Rafiki yake akawa anamzuia dereva bodaboda mwenzie, kisha Makole aliondoka zake. Huku bwana wakiwa wamekaa wote watatu pamoja, wakiwa wamekaa na Christina, wote wakiwa wamekaa eneo moja la sebleni. Brighton akauliza kwamba nimesikia kwamba umeweza kupata matatizo, nahitaji kujua ni matatizo gani ambayo yameweza kukupata, kwa sababu Jabari ndiyo alivyoweza kuambia familia yangu. Basi Christina anaamua sasa kuweza kuwasimulia mkasa, kwa nini alitoka kwa Uingereza akakimbilia kwetu huku Tanzania, na ni matatizo gani ambayo yaliweza kumtokea. Sasa episodi ya 3 ndio ina majibu yote. Hakikisha una subscribe, na share na kucomment.